Ndugu mtazamaji, usisahau kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili uwe wa kwanza pale tunapoachia movie zetu na kupata. Tafadhali nikuombe ridhaa yako. Movie yetu inaanza pale pale, jamaa anarudi anakutana na bro wake, anaanza kulia. Jamaa analia, haelewi nini afanye. Anamwambia, nimetoka kwa Miwa. Ameniambia kila kitu. Mimi ni mkosefu na ameniambia mimi ni shetani. Ndugu yake anamuuliza, ni kwa nini? Ananiambia yule mwanamke alikuwa na mdogo wake. So unakumbuka nilifanyia upandikizaji wa figo? Kaambia ndio nakumbuka. Akaniambia hilo figo ilitolewa kwa mdogo wake na tena bila idhaa yake. Mama alifanya hivyo na yeye ananiona mimi kama shetani. Yaani hataki kusikia chochote kutoka kwangu. Figo nilowekewa ni ya mdogo wake na sijui nini cha kufanya. Upande wa pili tunamwona Miwa yupo kwenye dimbwi kubwa la mawazo akiwa anamkumbuka ndugu yake. Wakiwa anapiga story, alikuwa anamhadisia story 2-3. Anamwambia kakake alikuwa anamhadisia kuhusu unyama aliofanyiwa baada ya kutolewa figo na mateso aliofanyiwa na yule mama. Anamhadisia mdogo wake huko akiwa anakula chakula. Ni analia tu, yani ni huzuni. Kaka yake alitolewa figo na bosi wake ili amwekee mtoto wake aweze kuishi. Hiki kitu kilimuhuzunisha sana Miwa, ambaye muda huo bado alikuwa ni mdogo sana, lakini sasa amekuwa na analifuatilia hili swala kwa ukaribu sana. Tunamwona Miwa yupo anawaza na anakumbuka kila kitu kilichotokea. Na sasa anafikiria kwa nini amemwacha Toru aendelee kuwa hai, na alikuwa na nafasi kubwa ya kutoa ile figo. Huenda angetoa ile figo, kila kitu kingeisha na mambo yote yangeishia pale. Yaani anajilaumu kwa nini ameweza kufanya hivyo, kwa nini amemwacha. Yuko anawaza, yani yupo kwenye dimbwi kubwa la mawazo, haelewi nini amefanya. Lakini shoga yake anaingia, anamuona Miwa hayuko sawa. Anamuuliza, shida nini, mbona uko hivyo? Shoga yake anaendelea kumuuliza, kwa nini uko hivyo, na sijakuzoea hivyo, nini shida leo? Lakini Miwa anaendelea kuwa mpole na kumweleza rafiki yake. Akamwambia, nataka nikwambie kila kitu. Shoga yake akamwambia, hebu niambie. Miwa akashusha kila kitu na akamwambia, akashusha pumzi na kumwambia, so nakumbuka mdogo wangu alifariki na mama pia alifariki. Shida yote ilitokea kwa Toru, na yeye ndo ametoa figo ya mdogo wangu, yeye ndo ametoa figo ya kaka yangu. Rafiki yake anamuuliza, ulijuaje? Akamwambia, siku moja nilikuwa na mhudumia mteja mmoja hivi, alikuja na picha ya mpenzi wangu ambaye ni Toru. Alivyonipa picha, ilikuwa picha ya uhitimu kwa ajili ya wanasheria. Alivyoniletea ile picha, itabidi niitazame. Baada ya kuitazama, nikasema ngoja niangalie baadhi ya historia katika mtandao wa kijamii ambao ni Facebook. Muda huo nilivyopokea hiyo picha, nilikuwa sana na furaha. Niliamua kwenda Facebook kwa ajili ya kuendelea kuangalia feed zaidi kwa ajili ya mtu huyu. Baada ya kufungua Facebook, nikakutana na Toru Donald, Mr. Toru. Yaani nilikutana naye huko. Niliamua kukagua kwenye peji yake, maana watu wengi huwa wanaposti katika mtandao huo. Kwa nilivyoamua kuperuzi katika mtandao wa Facebook, ndipo nilipomuona Mr. Toru akiwa na mama yake. Baada ya kuona picha ya mama yake, nilikumbuka kwamba yeye ndiye alikuwa mtu aliyokuja kumchukua kaka yangu. Nilimkumbuka, sikumsahau hata kama nilikuwa mtoto. Lakini sasa naikumbuka hii picha, na muona huyu mama ndiye mama aliyokuja kumchukua mdogo wangu kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo amekuwa mama yangu. Leo ni mama mkwe wangu. Kwa hiyo hapo ndio nilipojua ukweli. Nilijua kila kitu baada ya kuona na kuthibitisha. Baada hapo nilifanya utafiti. Nilikuja kugundua Mr. Toru na yeye alipandikizwa
alipandikizwa figo. Kwa moja nikajua figo yaliyotolewa kaka yangu ndio aliyowekewa yeye. Kwa hiyo ndio maana namchukia sana. Yani sina raha hata kumuona. Namchukia kuliko chochote. Maana yeye na wazazi wake ni mashetani. Hawastahili kuwa mbele yangu. Miwa anaendelea kunywa pombe kwa ajili ya kupunguza mawazo, lakini rafiki yake anamwambia, hizo pombe hazitakusaidia chochote. Hauwezi kunywa pombe kiasi hicho. Yani muda wote wewe unakunywa pombe tu. Kaambia hebu acha. Few days later, siku chache baadaye, tunamuona Mr. Toru yupo kitandani. Kitanda kipo hakieleweki, yani kimevurugika. Hajali kuhusu chochote, yeye analia tu, yuko ndani muda wote. Lakini mlango unagongwa, tunasikia anagonga mdogo wake, anamwambia, Mr. Toru, una siku ya 3 sasa hujafungua mlango wala kuongea chochote wala kutoka nje. Shida ni nini? Tunaomba ufungue mlango. Najua haujafa wala hujajizuru, lakini tunaomba ufungue mlango. Mr. Toru anasimama mdogo kwa ajili ya kuelekea mlangoni kwa ajili ya kufungua mlango. Baada ya kufika mlangoni, akaamua tu amfungulie mlango. Anamfungulia mdogo wake mlango, anaingia ndani. Mdogo wake anamwambia, ni siku ya 3 sasa haujala, haujatoka nje, haujafanya chochote kwa ajili ya hayo mapenzi. Unaweza kuyasahau tu. Hebu yasahau, maisha mengine yaendelee. Unaweza kumsahau huyo na kupata furaha. Bora ufocus na kazi zako kuliko kufocus na mtu ambaye hakupendi. Lakini siku 3 baadaye tunamuona Mr. Toru amejijeruhi na kisu chenye ncha kali. Yani tunamuona anatoka damu, amejijeruhi. Mdogo wake anakuta mdogo kaka yake amejijeruhi. Itabidi amchukue haraka kwa ajili ya kumpeleka hospitali kwa ajili ya huduma ya kwanza. Lakini hospitali ya karibu ni hospitali ya Bidada Miwa. Bidada Miwa anapigiwa simu na sekretari kwa ajili ya dharura. Anafika ofisini, anakutana na shemeji yake, anamwambia, ni wewe, umefuata nini hapa? Anamwambia, hebu naomba unisaidie. Mr. Toru yuko na hali mbaya sana. Tunaomba msaada wako na anatakiwa matibabu ya haraka sana. Na hospitali ya karibu ni iliyopo ni hii tu, hakuna nyingine. Lakini Bidada Miwa katika dimbwi la kuwaza msaidie au usimsaidie, anakumbuka wakati wa nyakati zao wakiwa na wapenzi. Walifanya vitu vingi vyenye furaha, kwa hana budi ya kumsaidia. Anakumbuka kila kitu, lakini hana budi ya hajui nini afanye na nini aache, maana bado anamchukia. Upande wa pili ni shetani aliyochukua figo ya kaka yake, upande wa pili ni mapenzi. Wewe ungechagua nini? Mshauri bidada huyu. Mfanyakazi wake ambaye ni sekretari ama ni nesi anaingia usini, anamwambia, dada samahani, mgonjwa anahitajika matibabu ya dharura, maana anavuja sana damu. Naomba umsaidie, maana ukimwacha anaweza kufa. Nesi anamwambia, Miwa anamwambia, toka ndani. Naomba utoke. Lakini bidada anaendelea kumsisitiza kwamba anamwambia, Mr. Toru ni mtu mzuri sana. Hapo nyuma nilikuwa na kesi, nilibakwa, lakini sikuweza kupata stahiki zangu. Nilienda mahakamani bila kupata chochote, mpaka pale nilipompata mwanasheria Toru ambaye yeye ameweza kunisaidia bila malipo chochote. Yani sikulipa kitu chochote na aliweza kunisaidia na mpaka nikapata haki yangu. Yeye ni mtu mwema sana. Naomba umsaidie kumponyesha kwa ajili ya fadhila, ili niweze kulipa fadhila zangu kwake. Yeye alinisaidia sana siku za hapo nyuma. Sikuweza kufanya chochote maana sikuwa na fedha, lakini yeye alinisimamia na niweza kupambana na magaidi hao mpaka kulipa stahiki zangu. Maana nilibakwa, lakini hakuna mtu yeyote wa kunisaidia zaidi yake, na yeye alifanya hivyo. Hakuna mwingine zaidi yake. Yeye ni mtu mwema sana kwenye hii dunia, maana anaweza kufanya vitu bila kukuomba fedha, kwa sababu anaifanya sheria kama wajibu wake na kama sio ajira. Maana anajali sana watu wasiokuwa na uwezo, anasaidia kila mtu. Naomba umsaidie, yeye ni mtu mwema sana. Usimwache akapoteza maisha mimi nikimuona. Basi bidada tunaona amekubali kwenda kumsaidia na akafanyia upasuaji na kila kitu kikaenda sawa. Leo anarudi nyumbani, anamuelezea rafiki yake, anamwambia, Mr. Toru alijijeruhi na alikuwa hospitali kwangu, lakini haina budi nimeweza kumsaidia.
Shoga yake anamuuliza, "Je, umemsamehe?" Mwambia, "Ndio nimemsamehe. Kwa sababu sioni sababu ya kuendelea kumchukia, kwa sababu nimepata sifa zake, yeye ni mwema sana huko nje. Sioni sababu ya kufanya ya kuendelea kumuumiza. Kwa nimemsamehe, lakini sidhani kama moyo wangu utaenda kumpenda tena, lakini nimemsamehe." Ningefanya nini zaidi ya kumsamehe mtu ambaye anaweza kujijeruhi, kutoa uhai wake kwa ajili yangu? Nimemsamehe, lakini moyo wangu bado hauelewi nini unataka. Yani sielewi, nipo tu. Shoga yake akaendelea kumpiga moyo konde rafiki yake, akamwambia, hivyo ni vitu vya kawaida. Unapaswa tu kuachana navyo na kurudisha moyo nyuma, maisha mengine yaweze kuendelea. Tunaona bidada yupo anapiga story na rafiki yake, maisha ndo kama hayo, lakini kwenye hii movie tunawafundisha vitu vingi sana kwenye hii dunia. Maana watu hawa waliingia kwenye upendo bila kujua wao ni nani na kwa nini wapo. Wamejikuta tu wamekuwa wapenzi, lakini nyuma yake kila mtu amebeba historia ya mwingine. Ndo hii unaweza kudate na ndugu yako bila kujua, kwa sababu kwenye huu ulimwengu tuna ndugu wengi ambao tumeweza kushia nao damu bila kujitambua, lakini mwisho wa siku tunaweza kuingia nao kwenye mahusiano na usigundue chochote. Mwisho wa siku unakuja kupewa historia, unajikuta una watoto 10. Turudi kwenye movie yetu. Ndugu yake yupo hodini anamsubiri amke kaka yake. Yuko anaperuzi, lakini Mr. Tolo tunamuona anarejesha fahamu zake na ameanza kufungua macho. Anamkuta ndugu yake, lakini ndugu yake bado hajamuona kama ameamka. Baada ya kumstua akamwona, "We bro, vipi? Umeamka? Naona umetoka kuzimu. Mshukuru sana ambaye usiyemzania ndo amekuponya." Akamwambia, "Sasa kwa nini umenileta hapa?" Akamwambia, "Nimekuleta hapa kwa sababu hatukuwa na namna, kwa sababu wewe umejijeruhi na hospitali ya karibu pekee ilikuwa ni hii. Ulitegemea nikupeleke wapi? So ulijiua, mwenzako akakunusuru. Kwa mshukuru kwa hilo." Mr. Tolo tunamuona anaamka mdogo mdogo kwa ajili ya kurejesha fahamu, lakini nje ya hospitali tunakuta wageni wengi wamekuja, kila mtu amebeba zawadi. Bidada Miwa anakuja ofisini, anafika, anamuuliza secretary, "Hawa ni wakina nani na kwa nini wapo hapa?" Secretary akamwambia, "Hao ni wageni wa Mr. Tolo, wamekuja kumuona. Wote hao ni wamekuja kumuona na kumpelekea zawadi. Wanasubiri muda wa kumuona." Tunafika chumbani, zawadi nyingi ameletewa mshikaji na ameprintiwa picha ya advocate Mr. Toru. Wanasema, "We need you and we love you." Yani wanamhitaji na wanampenda. Hao wote ni watu ambao wameweza kuwatendea mema. Kila mtu aliyomtendea mema amemlipa fadhila kwa ajili ya kuja kumuona hospitali na kumletea zawadi. Kwa tunafundishwa kitu hapa kwenye haya maisha. Hata kama wewe chimbuko lako ni ushetani, lakini unaweza kutenda mema na mwisho ukasamehewa na ukawa mwana kondoo. Kwa hiyo kila mtu tunaona bango limeandikwa get well soon. Madam Miwa anataka kutoka, lakini Mr. Tolo anamshika mkono akamwambia, "Nakushukuru kwa kuniponyesha na samahani sana, naomba unisamehe." Bidada anageuka na kumwambia, "Usijali, nimekusamehe. Sina shida na wewe tena, kwa sababu nimetambua kila kitu. Wewe ni mtu mwema, sina budi kukusamehe. Nisipokusamehe leo, sitaweza kukusamehe siku nyingine. Kwa nimekusamehe." Mr. Tolo amestaajabu na akainuka kumkumbatia, na hapa ni mwisho wa movie yetu. Mpaka siku nyingine tutakapokutana kwa movie nyingine. Hii imekwisha, tukutane siku nyingine. Tunakuomba msaada wako kwa ajili ya kusubscribe, kushare, kulike na comment. Bye bye.